Leo tutatoa kidogo ushauri ama mtazamo ambao unaweza ukatusaidia kwa namna moja ama nyingine kwenye mpira wetu, hasa kwenye ligi yetu ya NBC Premium League ya Tanzania Bara, ambayo kiukweli msimu ulioisha ulikuwa msimu fulani ambao ni mgumu, lakini pia ni msimu ambao ulikuwa na ushindani wa hali ya juu. Kubwa zaidi kilichotokea leo kwenye mchezo wa Pamba Jiji vs Simba pale Mwanza CCM Kirumba, kuna tukio limetokea la Ibrahim Jabbar kumpiga mtu kiwiko, mchezaji wa Pamba. Nafikiri ni tukio ambalo sio tukio la kwanza ambalo linafanyika, lakini mimi nakuja na mtazamo tofauti kidogo, kwa sababu watu moja kwa moja wanapeleka shutuma kwa Ibrahim Jabbar kwamba mchezaji wa daraja lake hawezi kufanya tukio kama hilo. Mimi kwa namna moja ama nyingine niko na mawazo tofauti kidogo. Wazo langu tofauti ni kwamba matukio hayawezi kuisha, na zaidi ndio yanakithiri. Ndio kwanza mchezo takriban raundi ya pili, angalia matukio yanayotokea. Unaona yanakuja back to back, yani hizi mambo zinaendelea kwa sababu tumemaliza ligi msimu ulioisha wa 25-26. Sikumbuki kama walifanya tathmini ya ligi nzima, bodi ya ligi walitathmini, yani wafanya tathmini ya ligi nzima, changamoto za hapa na pale, zipi za kurekebisha. Binafsi ningewashauri bodi ya ligi, kuna moja ya kitu ambacho nafikiri kwangu ni cha msingi sana, kwa sababu turejee kwenye mchezo wa 2021, nakumbuka ilikuwa fainali ya FA kule Kigoma, wacheza Yanga na Simba. Kuna tukio lilifanyika, Mkoko Tunombe na John Boko. Mkoko Tunombe akampiga kipepsi John Boko. Kile kitendo kinafanania na kitendo ambacho kimefanyika kwa Mudathir Yahya pia msimu ulioisha. Yule mchezaji alomvuta akampiga kiwiko pia. Pia the same na Faisal Toto na Libasa msimu ulioisha. Sitaki kusema ile ya Pamba Jiji na Mashujaa ambayo alifanyiwa, alikuwa nani, ni Collins, nakumbuka kama Collins nani huyu wa Pamba alimfanyia kipenseli kitu kama hicho lakini hilo sioni linafanana sana, ila yanafanana ni haya ya kipepsi kiwiko cha Faisal Salum kuchukua kadi nyekundu. Nafikiri pia alifungiwa. Nani, Mudathir Yahya pia alifungiwa pia. Tunaona yanaendelea. Unajua ni kwa sababu ipi? Ni kwa sababu tuna hukumu kwenye tukio la mtu ambaye amepiga kile kiwiko. Ndio focus yetu, na hata bodi ya ligi wana focus sana kwa huyo mtu ambaye amerudisha. Lakini for me nimemwona Ibrahim Jabbar ni mchezaji mzuri. Faisal Salum ni mchezaji mzuri. Ukiangalia pia Mudathir Yahya ni mchezaji mzuri. Hizi ni burudani ambazo sisi tunahitaji kwenye soka. Watu washindane kwenye burudani. Mpira wenyewe ni mchezo wa burudani. Mtu kama Ibrahim Jabbar ni mchezaji mzuri, yani tunaenjoy kumuona uwanjani. Why leo anafanya tukio kama hilo? Lakini kwa nini anafanya kwa sababu tumekuwa tunachukua sana reaction kwa mtu ambaye anarudisha, kuliko kufikiria yule mtu ambaye anasababisha mtu mwingine kurudisha. Kwa sababu leo kamati ikikaa ya masaa 72 itazungumza, lakini mwisho siku itamfungia Ibrahim Jabbar labda mechi 3, mechi ngapi, lakini bila kufocus kwa ule mtu ambaye aliyesababisha Ibrahim Jabbar kureact. Kwa sababu leo tulivyoichukulia msimu ulioisha, kutokea kule kwa John Boko
aliruka na mkoko, lakini yeye hakufuata mpira straightly. Mpira upo juu, mtu anamrukia mtu mgongoni, mguu wa mgongo. Can imagine kwamba huyu ameenda kumsababisha mtu afikirie kwamba huu mchezo ni mchezo wa kawaida, lakini mbona kimekuja tukio la ajabu. Umeona? Kwa mfano huo, adhabu isimwache John Boko, lakini ilimwacha. Leo imekuja imereact kwenye msimu uloisha, Libasa anamvuta Faisal Salum, tena anamvuta kweli kweli, yani kamdhamiria, yani direct. Tunaondoa burudani ile ya soka. Tunatamani kuona mpira unachezwa, mpira uchezwe, kila mwenye uwezo wa kushinda ashinde, burudani itokee uwanjani. Sasa leo mchezaji kama Faisal anajaribu kutuonyesha burudani, anatuonyesha mpira, mtu anafanya kitu cha tofauti, afu then yeye akiliakti anafungiwa yeye, yule mtu mwingine anaachwa, anaonekana alifanya fair. Sio kweli. Ndio imesababisha Mudathir Yahya naye alifanyiwa hivyo. Muona mtu anaacha kabisa, mpira upo side nyingine kabisa, huku mtu analiact, anamvuta, anamshikilia kabisa, ni kwamba hakufanya kitendo cha mpira. Why anaendelea na yeye kubaki? Kwa nini asipigwe faini? Apigwe faini kwanza kubwa, tena ikiwezekana kama ule ni milioni 1 apigwe milioni 2, kwa sababu yeye ndo amesababisha mwenzie kureact. Matukio yanaonekana. Leo tunalaumu Ibrahim Jabal kufanya tukio hilo, lakini tunasahau kama ule mchezaji alimfanyia kitendo cha makusudi. Watu hawezi kwenda juu, mtu kakushika kukabaroba anapanda naye juu. Turudie matukio, tuangalie tuangalie source, kwa nini mtu anareact. Sababu kweli mtu alireact from nowhere tu inakuwa sio sawa, haikubaliki. Lakini leo watu wanareact. Sisemi kwamba matukio hayo yaendelee, mtu alireact, mtu akivutwa kidogo apige, no, lakini tuangalie isije ikawa ni kama game plan, kwa sababu sisi walimu, mimi kwa mfano, mimi nikiwa nacheza labda let's say timu yangu ingekuwa nacheza na Yanga au inacheza na Simba, weakness kama hiyo naijua kwamba mchezaji threat labda ni fulani, si ndio? Kwa namuona kwamba huyu akiendelea kuwepo uwanjani itakuwa tabu kwangu, nampigisha shoti, naambia mchezaji wangu mmoja, dili naye, mfanye akasirike ili aliact. Akiliact atachukua kadi nyekundu, mimi nitaenjoy kwenye mpango wangu. Ushaona? Kwa ni kitu ambacho tusipende ukiangalia kwenye side ya mtu ambaye amerudisha, kwa sababu mtu alirudisha hajarudisha, yeye sio chizi, anafanya kwa sababu inakithiri. Vitu vinakithiri, vikikithiri lazima inakuwa hivyo. Ndio maana hata kwenye dini ya Uislamu Mtume amepigana jihadi kwa sababu tu kwamba kuna wakati mtu anakusakama kitu cha kawaida, lakini inafikia hatua unalazimika kupigana. Sio dhambi kupigana inapokuja kwenye mtindo huo. Ndio maana leo mtu anareact kwa sababu utamfanyia kitu, lakini sheria inakuangalia vipi. Kwa mfano mtu amereact, sawa, leo mtaenda kukaa chini kwenda kureview hizi videos. Mkireview, mkimaliza, kutoka hapo mnatoa hukumu inaenda wapi? Atafungiwa Ibrahim Jabal. Lakini mmesahau kama Ibrahim Jabal ni binadamu, mtu anafanya tukio ambalo anasababisha ule mtu areact. Kwa mimi ningependa au kushauri kwamba kama tunahitaji kuenjoy football, for me imeniuma kumuona mtu kama Ibrahim Jabal anakosa mchezo, na mimi burudani imeniishia pale. Ukisema ukweli, sikuendelea kuangalia mpira kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa na enjoy kukiona uwanjani. Lakini leo mtu ambaye anaweza kusababisha ukaenjoy kuangalia mpira anaondoka uwanjani, na anaondoka kwa sababu ambayo ya mtu ambaye amedhamiria kuto kucheza football, amefanya reaction ambayo yule amesababisha kurudisha. Lakini leo tukireview haya matukio na mkiona kweli anaweza kafungiwa mechi 5, huyu alomsababishia naye anafungiwa mechi 3, yule ambaye amereact amepiga kiwiko apewe faini labda milioni 1, huyu ambaye aliyepiga, huyu aliyosababisha mwenzie akareact na apigwe hata milioni 2, ili kesho tuanzie kwa huyu ambaye anafanya reaction, tena iwe na kikomo kwamba umerudia mara ya kwanza, umefunguliwa msimu huo katikati, tena ukafanya tena mara ya pili ukafungiwa mara ya 3, adhabu iwe mara 3. Kama ulitoa milioni 3 au milioni 2, maana yake iwe tena milioni, sio milioni 6, ipigwe tena 2 mara 3, iwe milioni 6. Na maana kadri tunavyozidi kusogeza zile adhabu na mechi zinafungiwe mechi nyingi zaidi,
mechi ukiacha kama mwanzo alifungiwa 3 basi afungiwe mechi 10. Ili mradi ni sisi tunahitaji kuona football inachezwa. For me nahitaji kuona football inachezwa, lakini leo tuwezi tukakaa tukauanalyze mchezo wakati tunaona kuna matukio ambayo mchezaji mzuri anaenda kufanya. Mtu kama Faisal sio mtu wa kupiga kiwiko, lakini kwa nini alireact? Ana react kwa sababu mtu anakuja kufanya kitu ambacho sio cha kisoka, shindani kwenye soka. Sawa, unavuta, of course ukishavuta sawa, imetokea mtu ka react, yule mtu atafungiwa, lakini nayo kwa nini uachwe? Kwa nini uachwe? Kwani ulifanya kitendo cha kisoka? Sio kitendo cha kisoka. For me nisingependa kuzungumzia sana deep kwenye mchezo, lakini inaniuma kutokana na kwamba nimeona nimekosa burudani. For me nimekosa burudani baada ya kumuona Ibrahim Jabal kutoka, kwa sababu kuna vitu vilikuwa vinafanyika kati vikubwa sana ambavyo kwa macho ya kawaida tunaweza tukaona tu kwamba kilikuwa ni vitu vya kawaida, lakini angalia transitions zilikuwa zinafanyika, angalia ubora mtu anavyounganisha safu ya ulinzi, kiungo na eneo la ushambuliaji. Watu wanakuwa wanafanya movement. Wangapi midfield leo tulikuwa tunategemea tu midfield ya chini, kawaida yake tu ni kuhakikisha mpira umesogea juu ya anabaki chini. No, lakini leo unaona Ibrahim Jabala anasogeza mpira, anakokota, anapiga nini sideway passi, front way passes, pote, yani kila sehemu anafanya. Kuna vitu vya tofauti anafanya ambavyo tunahitaji watoto wetu wajifunze. Lakini leo mtu anamsababisha mtu react, alafu tunakosa kweli burudani kwa sababu ya mtu. Kesho atarudi mtu mwingine atafanya tena. Kwa sisi tutakuwa tu enjoy. Sisi tunataka tuone watu wanashindana kwenye soka, wacha watu washindane. So for me nafikiri bodi ya ligi ijitathmini kwenye hili, hasa wachezaji ambao wanawasababisha wenzao wanalifanya reaction kama hiyo. Angalieni tukio, fanyeni review, wote wapewe haki zao. Kweli mtu amereact sawa, amempiga, amefanyaje, lakini yule aliyesababisha huyu mpaka amereact, yule alifanya nini? Tuangalie tukio, liangalieni kwa makini, mtaona huyu sio mpumbavu mpaka ana react kwa sababu kuna wakati hata wewe leo polisi akikwambia twende kituoni, kuna mahojiano, atakwambia kistaarabu, lakini ukikataa na kufanyaje, atareact, atakusukuma, atafanyaje, ndio inavyokuwa. Kwa hiyo tuangalie kwamba tusiangalie saidi ambao ya watu ambao wana react, tuangalie kwa nini wanafikia ku react. Tukijua kwa nini, tuanzie kuzuia hilo tukio, watu wasireact. Tukizuia hilo tukio, basi tutaenjoy kuona football nzuri, mtu atashindana kile inavyotakiwa. Tusemea labda kadi nyekundu ya Duchu, mechi ya Simba versus Kagera, kadi nyekundu ya Duchu, utaiona kwamba ni kadi nyekundu ambayo ni of course ni kadi nyekundu, lakini ipo kwenye on play, ipo kwenye mazingira ya mchezo. Sawa, inaweza akafungiwa tu Duchu kwa sababu ni kitu ambacho kipo kimetokea kwenye mchezo. Lakini kadi nyekundu hizi za reaction, watu kupiga, pia tuziangalie kwenye saidi zote mbili, kwa sababu unaweza kumhukumu mtu ambaye amepiga, kumbe ni mpango kazi wa mtu ambaye aliyesababisha mtu apige. Kwa hiyo tu focus, ukiangalia vizuri utaona wachezaji ambao wengi wanafanya reaction ni wale ambao wachezaji bora, wachezaji wazuri, kwa sababu mtu haji kucheza mpira, huyu mtu haji kushindana mpira, mtu anakuja kufanya fujo. So for me naona ni hivyo, na shauri bodi ya ligi na mapendekezo yangu ni hivyo, kwamba kama inawezekana basi kuna haja au sababu ya kuwapa faini kubwa wale ambao wanasababisha mchezaji ana react. Yeye kama atafungiwa mechi 5, yani mchezaji ana react mechi 5, yeye afungiwe mechi 3, lakini faini yake ya fedha iwe kubwa kuliko yule ambaye amerudisha. Kwa sababu ya nini? Kwamba ile mtu afeel kwamba kuna kitu unakifanya unasababisha mtu mwingine atareact. Tucheze mpira, si tunahitaji football, tunahitaji tu enjoy tunavyoona uwanjani vitu. Mtu kama Faisal anachukua kadi nyekundu, mpira unakuwaje? Si tunataka kuenjoy. Mtu kama Mudathir Yahya anachukua kadi nyekundu, si tuna enjoy. Tunahitaji kuenjoy. Mtu kama Ibrahim Jabal anachukua kadi nyekundu, sisi tunataka tuone. Hata kuona vita, sisi tunataka kuona football inachezwa, watu tu enjoy. Ndio watu wanaweka hela zao, umeona, ili madi football watu wa enjoy, lakini sasa mtu analazimisha mtu apige. Kwa hiyo for me naomba sana na niwashauri bodi ya ligi wafanye wanavyoweza.
ikiwezekana adhabu imkute mtu anayesababisha mwingine ana react, kwa sababu hii tukiacha itakuja kuwa ni mpango kazi wa mwalimu. Nachagua mchezaji ambaye najua simtumii mara kwa mara, si ndio? Ingia, nitampa mpango kazi wangu, kamdisturb mtu fulani akireact atachukua kadi nyekundu, atatoka, mimi utakuwa umenisaidia kwenye plan game yangu. Kwa hiyo tusizifanye hizi kwa walimu wakaziona kama ni plan games. For me naomba bodi ya ligi waliangalia ili kwa umakini zaidi, na ikiwezekana walitolee maamuzi ambayo yatapelekea watu kuona kwamba kuna haja ya kucheza mpira, kuna haja ya kushindana kwenye fair play games kawaida kabisa, ili tuenjoy football watu wa mpira. Asanteni sana.